tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? No, hii ndio ile sometimes when I get to the mood of work nasema wala nyinyi nipe hii kazi muone. I'll cut that budget by 80%. 7 billion iende kwa education, 7 billion iende kwa health sector. State House ibaki na 3 billion. And even those 3 billion, I might even return a billion by the end of the year. Huu ni wakati wa kufikiria kuhusu Kenya. Tuungane tafadhali na waomba. Sisi wote. Tuungane kabisa. Huu ni wakati wa kuzungumza maneno ya Kenya. Vile kuna mpango ama wakati mwingine unaona jukumu la kugawanya pande hii ya taifa la Kenya, kuna jukumu pia kugawanya pande nyingine ya Kenya. Nyinyi na sisi na kila Mkenya ambaye ako nchi hii, sisi sote ni ndugu na dada. Tafadhali tuzungumze haya maneno ya vile nchi yetu itaenda mbele tukiwa sisi wote pamoja. Na ninawahakikishia kwa niaba ya wale wengine ambao hatuko nao hapa kwamba tutashikana pamoja. Huu ni wakati wa kujenga taifa letu na ni wakati wa kukaa pamoja. Hatuwezi kuwa wajinga hivyo eti wakati nchi yote na Wakenya wanataka tuungane, tuanze sasa mambo mengine ambayo inaweza kuharibu nchi yetu. Sisi kama wale ambao walipigania uhuru wa nchi hii, we have a debt with history at this point in time. And that responsibility we will execute. We will make sacrifices. We have to. And come together and ensure that we build a united country. Sikue sisi wote pamoja. Ninawaomba tafadhali, tukiangazia masuala kama ni shida ya pande hii ya Kenya, lakini tufikirie pia kwa sisi zote tuko katika nchi moja na tunataka kutembea pamoja na nyinyi. Tuendelee kuishi kama ndugu na dada. Shida ikitokea, mnajua 2007 wakati mambo ilitokea kule, sisi sote tulikuwa tunaumia tukiwa pamoja. Hakuna mtu dunia hii ateseki na hii maneno tunazungumza ya shana mambo kama hayo. Wakati mwingine Mungu akitupatia nafasi tutaongea haya kwa ubana na kwa undani na kuhakikishia nyinyi kwamba tutafanya sehemu yetu vile Mungu atatuwezesha kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja na tunaendesha nchi yetu. We have no choice because the country wants us to work together so that we can save this country. Na tukifanya kazi pamoja ni kupendana na kushirikiana na kuweka amani kwa nchi yetu tuende mbele. La mwisho, wazee wa Kisii na akina mama, mimi nataka kuwashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya hawa watu kwa heshima ambayo mmenionyesha. Hii fimbo ambayo mmenipea na yale yote ambayo mmefanya leo. Ninataka kuwahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down. Mimi sitafanya sitaenda kucheza huko nje kwa sababu sasa mmenipea kazi ngumu kidogo ya kubeba hii. Na nitabeba hii kwa heshima na nitawakilisha watu wetu kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa kufanya kazi pamoja na nyinyi. Sitafanya mchezo na maneno kama haya. Na wakati wote nitakaa chini na hao wazee, nimewahakikishia mzee Matundura, wazee wetu wa Council of Elders, wakati wote nitashauriana na nyinyi. Liwe liwalo, mambo ikifanyika vile inafanyika, nitashauriana na nyinyi. Siwezi kwenda nje ya mwongozo wenu vile mmeniambia niendelee mbele, kwa sababu nchi yetu na jamii yetu inaendeshwa namna hiyo. Finally, before I call my brothers waanze kuwazungumzia, mimi nataka mjue hivi, vijana, huu ni wakati wetu wa kupanga nchi. Hii serikali imeshindwa kufanya hiyo kazi. Watoto wetu walienda kwa maandamano 2024, wakaleta mchezo, imekuwa sarakazi, tena wameanza tena mambo ingine ya kuleta violence kwa mikutano kama hii. Mnakubali hayo? Sasa kwa sababu niko na wakati mwingi wa kuongea baadaye, nataka kuwaita hawa viongozi ndugu zangu wawasalimie wote. Mimi